kwamba hawa watu wote tunahangaika ni kutafuta maisha, lakini baada ya kufa wote turudi kwa Mungu. Hapo ndo kuna raha yake. Kule kwa Mungu kuna kupumzika tu, kustarehe, kuimba, kucheza, umeona? Kwa hiyo ndo raha yake ya kusifu, kufanyaje. Biblia sasa alafu najua watu wengine hawaelewi hii miili tulionayo itabadilishwa. Miili ya kule yani itakuwa na tabia ya kutokuzoea raha nyingine. Huku ukila muhogo huo baadaye linakukifu, limenikifu. Kule kile cha kwanza kabisa kwamba Yesu wa hivi milele, inafunana wewe huko milele, jamani milele. Na wale wa jehanamu hivyo hakuna kuzoea kwamba hili limekuwa sugu, limepigwa mno na wenyewe tabu tu. Sasa ni hivi, nataka leo niseme kitu kimoja. Kitu gani hicho? Hawa waliotengeneza Biblia waliwaondoa wanafalsafa. Mwanafalsafa ni mtu aliyekirimiwa na Mungu. Sasa mimi nimekutana wanafalsafa wengi wanasema kuna wa Mungu kadhaa, sio mmoja kama mnavyosema nyinyi. Lakini sasa hebu ngoja nikuulize, unaijua sifa ya Mungu? Sifa ya Mungu mmoja wapo ni muumbaji. Unaona sasa, kuna Mungu ambaye aliumbwa ila yeye hawezi kuumba. Unaona hiyo? Na yeye ni Mungu. Sifa kubwa ya Mungu ni kwamba vitu mnavyoviona hapa duniani, mwisho wa hivi vitu vitarudi kwa huyo. Sasa sifa za Mungu, vyote mnavyoviona hapa duniani, vingine vitaenda kwa Mungu huyu, vingine vitaenda kwa Mungu huyu, vingine vitaenda kwa Mungu huyu. Kule vilikotoka vitarudi huko. Ndio sifa ya Mungu. Sasa ungekuwa na muda, mimi ningekuhesabia wa Mungu wanne waliotajwa na hawa wasomi wetu. Ndio nitajia hata mmoja kama ndio. Sasa mimi sikutaji, utanitafuta kwa wakati wako. Ninachotaka kusema, watu hawajali. Hawa walio watoamo, wanasayansi wakawatumia, ni wakirimiwa wa Mungu. Wanasayansi wakawatumia. Hebu tuona dunia inakoenda. Injili inachechemea pole pole. Dunia inaenda kasi, watu mwezini, watu wakuwatumia wale. Niliona lijamali moja bwana, msomi. Linaitwa waliliua wa Katoliki. Roma ni Katoliki, hii liliua. Lenyewe lilisema kwamba dunia ni duara. Lenyewe ndio lilikuwa la kwanza kutengeneza darubini. Lenyewe limenitoka tu jini. Linakuja Pythagoras, linagoma. Sasa watu wamewatumia hao, wamefika mbali. Wana Injili wakawatoamo. Ndio waliosema kwamba sifa ya Mungu, kuna vitu vitakavyorudi kule. Huyu anaitwa Mungu. Hivi vitaenda huku, anaitwa Mungu. Hivi vinaenda huku. Siku moja ukinitafuta nitakueleza hao wa Mungu wanne ambao mimi nimewasoma. Sasa huyu Mungu aliyeumba mbingu na nchi na vyote vilivyomo, sinye mnajua aliumba mmoja? Hakuumba mmoja. Soma hata Qur'ani na tuumbe. Soma Biblia. Mwenye kufanana na sisi. Hivi vyote vimeumbwa na waungu. Sasa yupo Mungu mmoja ambaye yeye ana sifa za peke yake. Unitafute nikwambie. Na huyo ndiko watakako rudi wale waliotoka huko. Anayekwambia wewe utarudi kwa Mungu nani? Maandiko yamesema, lakini pia kwamba maandiko wametuhubiria pia. Au ni wahubiri. Hakuna maandiko yanayosema kwamba tutaenda kwa Mungu. Atakayeenda kwa Mungu ni yeye aliyetoka kwa Mungu. Sasa hebu sikiliza nikwambie. Adamu, wewe unajua aliumbwa mara ngapi? Adamu aliumbwa mara 2. Hawajui hao wana. Sisi tunaotumia ufunuo wa Mungu, tunawapa kazi hawa wasomi wamtafute Adamu aliumbwa mara ya pili wapi na lini. Kwa hiyo wakati anaumbwa mara ya pili, aliumbwa na namna nyingine, hawezi kurudi kwa Mungu. Na sisi tumeumbwa mara 2. Ile ya tatu hatuwezi kwenda kwa Mungu, maana uko uhusiano uliharibika huko. Unaposema kidogo
Mungu mara mbili, unanichanganya hapo. Utanitafuta. Kristo Kristo huyu siku atakapo kufa, ipo siku sasa hivi yuko tu huko, ni ndefu. Atakapo kufa ndiye atakayerudi kule alikotoka. Kristo alitoka wapi? Kwa Mungu. Hajaumbwa mara ya pili yule, yani, lakini Adamu ameumbwa mara mbili. Kwa hiyo uhusiano kule uliharibika. Sisi hapa tumeumbwa mara mbili, uhusiano huko umeharibika. Sisi ndio maana watu nasema twendeni kule tutakako kwenda, yani kwa Yesu, sio kwa Mungu huko. Sisi tutaenda kwa Yesu. Yesu amekuja akafanya utaratibu. Kwa hiyo tutakaporudi kwa Yesu, ndio ile sifa kwamba vilivyopo duniani vitakapo kwenda na kukaa huko, huyo ni Mungu. Kwa hiyo kwa vile tutaenda kwa Yesu, huyo ni nani? Ni Mungu. Na Yesu naye atarudi kwa Baba yake huko. Sisi tutakaa wapi? Tutakaa kwa Yesu mbinguni. Kwa mbinguni. Lakini Ufunuo anasema kwamba 21 pale. Tazama maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu. Kumbe. Hayo ndio tumekuwa kuna kule kurudi pale. Yaani mnakuwa kitu hiki kimoja. Kama ninavyosemaga siku zote, Yesu yumo ndani yetu na sisi ndani yake. Yesu atakuwa ndani ya Mungu na Mungu ndani yake. Sio sisi kuwa ndani ya Mungu. Uhusiano uliharibika, tukaumbwa mara ya ngapi? Mara ya pili. Adamu alikuwa hatakiwi kufa. Mungu ndio aliyetakiwa kuishi na mwanadamu hapa duniani. Alipoyaharibu, Yesu ndio akaja akatukusanya. Kwa hiyo sisi tunaenda kwa nani? Kwa Yesu. Na Yesu naye anarudi kwa nani? Kwa Baba yake. Kwa hiyo haya mambo yatafuteni, twende kwa kuelewa. Ngojeni hapa ndugu yangu, iko taabu sana. Acha tule mihogo. Iko taabu kabisa, na mimi nimeshaona.